Naam, karibu tena tuendelee kufahamishana yale ambayo bado yanaendelea kuhappen katika mitandao ya kijamii. Bado yamekuwa kizungumkuti. Sakata kubwa la P Diddy bado yameendelea kuibuka mapya, posti ambazo mpaka sasa zinaendelea kuzua mijadala mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Hili bwana, tukio la P Diddy halitakaa lisaulike, halitakaa lisaulike katika vichwa vya watu kutokana na tukio lake kuweza kuwa ni tukio la kihistoria katika hii dunia. Na hapa bado mimi naendelea kukujuza yale ambayo yaliendelea kuhappen huko nyumbani kwa P Diddy mwaka 2015-16, miaka ambayo alikuwa akiwaalika mastaa wakubwa duniani kwa ajili ya kuweza kula nao bata, kufanya nao starehe mbalimbali. Kama unavyoona hapa ni moja ya tukio kubwa ambalo pia liliweza kutokea katika moja ya posti ambayo iliweza kupostiwa na jarida kubwa kwa nchini Marekani, kuonyesha matukio kadha wa kadha ya P Diddy ambayo alikuwa akiyafanya enzi zake wakati yuko uraiani. Kama unavyoona hapa ni miongoni mwa posti hii ambayo imeweza kuachiwa na watu kuweza kufahamu bado yale ambayo yalikuwa yakitokea huko nyumbani kwa P Diddy katika jumba lake la kifahari huko Los Angeles nchini Marekani. Tukio ambalo lilikuwa likiwakutanisha watu maarufu, mastaa wakubwa muziki kwa ajili ya kuweza kupari kwa pamoja, kuweza kufurahi usiku kucha. Watu wakiwa wako hoi, wamelewa, ndiko ambako rapa huyu P Diddy alikuwa akitumia muda huo kwa ajili ya kuweza kuwaragai mastaa hao na kuweza kuwapandisha juu ya ghorofa katika chumba chake cha siri kwa ajili ya kuweza kuingilia kinyume na maumbile, kuweza kuwapaka mafuta ya Baby Johnson. Utaona hapa ni matukio mbalimbali ambayo yalikuwa yakihappen huko nyumbani kwa P Diddy. Kama unavyoona hapa ni moja ya tukio kubwa ambalo lilifanyika usiku mmoja kabla ya skendo yake kuweza kufumuka katika mitandao ya kijamii. Huu ni usiku mkubwa, usiku mnene ambao watu waliweza kuvalia mavazi meupe, wakiwa katika jumba hilo la kifahari, wakiwa na kurabata kuweza kupati kwa pamoja, na ni miongoni mwa posti ambayo iliweza pia kutrend sana katika mitandao ya kijamii. Kama unavyoona hapa baadhi ya posti hizi ambazo zinaonyesha watu maarufu akiwemo msanii Chris Brown pamoja na warembo mbalimbali huko nyumbani kwa P Diddy wakiwa wanapari kwa pamoja, huko msanii Diamond Platnumz aliweza kuonekana katika posti moja ambayo iliweza kuonekana akiwa yuko busy kidogo na simu wakati party ikiendelea, jambo ambalo iliweza kuhappen sana katika mitandao ya kijamii miaka 2016-15 na 18 mpaka kufikia 2021-22. Haya ni matukio mbalimbali ambayo nimekuletea hapa kuweza kufahamu posti hizi ambazo bado zinaendelea kutrend katika mitandao ya kijamii. Kama kupata kusikiliza vizuri matukio mbalimbali ya P Diddy, basi ungana na mimi kuweza kufahamu mwanzo mwisho tukio la P Diddy lilipoibuka katika mitandao ya kijamii na kuzua gumzo kubwa, taharuki, watu kuweza kushtushwa. Mshtuko ulikuwa ni mkubwa mno kwa sababu hawakutegemea kama listi kubwa ya wasanii wakubwa duniani na wao pia wangeweza kutajwa katika listi hiyo ya wanaume ambao walikuwa tayari wameongelewa kinyume na maumbile kuweza kupakwa mafuta ya Baby Johnson ambayo P Diddy aliweza kuyahifadhi katika chumba chake cha siri juu ya ghorofa ya 3. Jambo ambalo liweza kudhibitishwa na maafisa wa usalama baada ya kuweza kuvunja chumba hicho na kukuta mafuta hayo takriban ya chupa 200 ambazo alikuwa akizitumia pale show inapoendelea katika jumba lake la kifahari huko Los Angeles nchini Marekani. Huwa alikuwa akiwaita star mmoja baada moja kuweza kumpandisha juu huko katika chumba cha siri na kwenda kumpaka mafuta ya Baby Johnson. Na mafuta hayo ni kama virainishi ambavyo P Diddy alikuwa akivitumia barabara kabisa kuhakikisha kwamba shughuli yake inakwenda salama salimini, kuweza kupata utelezi wa kutosha
kutosha kwa ajili ya kuweza kufanikisha jambo lake hilo. P Diddy alikuwa ni miongoni mwa mtu ambaye pia alikuwa akiogopewa paka na wazungu kutokana na matukio yake makubwa ya ajabu ambayo alikuwa akiyafanya. Matukio hayo ambayo mpaka leo hii yamebaki historia katika vichwa vya watu. Kuna baadhi ya watu ambao pia tayari wameathirika na matukio yake hayo makubwa, kama mastaa wakubwa kama vile Justin Bieber, yeye ni mwathirika mkubwa wa tukio zima la P Diddy. Pia Burna Boy na yeye pia ni mwathirika mkubwa wa tukio zima la P Diddy kwa sababu aliingiliwa mara nyingi sana kutokana na tuzo za Grammy. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo aliweza kuhappen baada ya kuibuka kwa skendo hii kubwa ya P Diddy duniani kutokana na yale ambayo alikuwa akiyafanya katika jumba lake hilo la kifahari, mambo ya siri ambayo yalikuwa yamejificha na hatimaye kuweza kuwekwa wazi, na hatimaye kupelekea kukamatwa kwake, kufunguliwa mashtaka na kuweza kufungwa gerezani takriban ya miaka 4. P Diddy kwa sasa bado yupo gerezani, na niwakumbusha tu kwamba anakaribia kuweza kutoka na watu wanasubiri kwa hamu kubwa P Diddy kuonekana tena uraiani baada ya kumaliza kifungo chake cha miaka 4. Matukio haya ambayo P Diddy aliyafanya ni ya udhalilishaji, amewadhalilisha mastaa wakubwa. Niwagusie tu kwamba Justin Bieber licha ya kupata mtoto wa kwanza wa kiume, lakini bado ameathirika kisaikolojia, kutokana na matukio ya ajabu ambayo alikuwa akifanywa na P Diddy alipokuwa mdogo. Pia hata star muziki kutokea huko nchini Nigeria ambaye ni Burna Boy, yeye mpaka leo hii hana uwezo wa kuzalisha mwanamke, yani hana uwezo huo kutokana na matukio ambayo alikuwa akifanywa na P Diddy, kuweza kupakwa mafuta ya Baby Johnson, kuingiliwa kinyume na maumbile, kusababishiwa itilafu kubwa katika mfumo wa uzazi na kufikia kwamba hawezi tena kuweza kumpachika ujauzito mwanamke, jambo ambalo linamuumiza sana Burna Boy, linamuumiza kisaikolojia kutokana na kuingiliwa kinyume na maumbile na star huyu rapa P Diddy. Yoyote tamaa ya tuzo za Grammy ambazo alikuwa akipatiwa kila mwaka kuweza kufanywa mchongo wa kushinda tuzo hizo, ni msanii pekee tu ambaye alikuwa akishinda yeye tuzo za Grammy, na hiyo inaonyesha kabisa kwamba alikuwa akipakwa mafuta ya Baby Johnson mara kwa mara kuweza kuingiliwa kinyume na maumbile. Hizi ni baadhi ya posti mbalimbali pamoja na video ambazo bado nimeendelea kukuletea kuweza kufahamisha barabara kile ambacho kinaendelea. P Diddy kama akitoka gerezani, kwa sababu amebakisha miaka 2 hivi aweze kuachiwa huru. Hivyo akitoka gerezani, nini kitaendelea, nini ambacho kitaendelea kufanyika anapokuwa uraiani? Wengi wanasubiri kuona matukio mengine mapya ya P Diddy pale atakapoachiwa kuweza kumaliza kifungo chake cha miaka 4. Bwana, asante sana. Haya ni machache ambayo tumeweza kukujuza kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo bado yapo katika vichwa vya watu, hayatoka saurike. Mambo ambayo P Diddy alikuwa akiyafanya, mambo ya ajabu, mambo ya kishetani ya kuwapaka mafuta ya Baby Johnson, vilenishi ambavyo alikuwa akivitumia kuwapaka mastaa wenzake kwa ajili ya kuweza kuingia kinyume na maumbile, na hatimaye kwa sasa baada ya yuko gerezani anatumikia kifungo chake cha miaka 4. Bwana, asante sana. Haya ni machache ambayo tumeweza kukujuza. Tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto. Ni sisi Bongo Hot TV tuko hapa. Asante sana kuendelea kuwa nasi.